Kijana. Njoo. Bwana Yesu asifiwe bwana. Milele amini. Bwana ndugu yangu bwana, imekuwa vizuri sana kukutana na wewe. Mimi nilikuwa natoka zangu kanisani hapa kusali ibada ya saa 4 hapa. Najulia nyumbani mdogo. Lakini baada ya kukutana na wewe, nafsi yangu ikanishtuka kidogo. Umeshtuka wewe kijana, inaonyesha na matatizo. Matatizo ulikopo na wewe. Wewe hakuna mama bonge anakanga miego kwa nyuma kwa kwenu. Kwa upande wangu yupo mama bonge. Tena anajichubua hivi. Nakapauka. Sasa huyo mama yeye anakuloga. Kumanina. Tena anakuloga vibaya sana kutaka wewe upotee kabisa kwenye jamii. Vipi sasa ukilala nao utikisi miguu? Mguu wa kushoto kwa kweli nikilala natikisa. Kama unakuwa na foundation. Kama si mnofu. Sasa sikiliza. Ndio. Na ukilala unakoroma. Hapo na koroma, yani vibaya mno. Sasa hayo mambo mimi nimeyajuaje? Na mimi na wewe ndo mara ya kwanza tunakutana katika haya maeneo. Mimi bwana mchungaji, mimi kwanza niseme ni jambo moja. Ndio. Leo Mwenyezi Mungu amenikutanisha na Yesu. Ndio. Kwa sababu haya mambo unayozungumza ni mambo ambayo kweli mimi yananikuta. Nikilala kweli mguu mmoja unabeti na koroma, nishapigana na watu mimi kwangu wenyewe kanikimbia kwa sababu koroma. Sasa hiyo ni jambo dogo sana. Wewe pale unavotikisa mguu, unakuwa unatia gia ndege ya kichawi. Unakoroma ndio unavuta mafuta, injini inapaa. Yaani unamaanisha watu unawarusha watu wachawi wanaenda katika mambo yao. Yaani vile unakoroma ni injini ya kichawi vile ndio ambayo inapaa inaenda juu. Ndio mambo yao. Lakini kijana usijali. Mwanzo Mungu anikusanyisha na wewe. Mimi nitakusaidia kijana. Usijali. Mchungaji, mimi kiukweli nataka msaada wako. Ndio. Naomba msaada wako. Naomba unisaidie mchungaji. Mimi nipo tayari kwa msaada wako. Basi haina shida, nitakusaidia kijana. Ndio. Nitakusaidia kijana, usijali, usiwe na wasiwasi yoyote. Vipi una shilingi 10,000 yako? No. Mchungaji, kiukweli mimi hapa ndo natoka nyumbani hapa. Naenda kwa mama Somati pale. Lengo kubwa mimi nikakope maandazi. 10,000 mimi sina kiukweli. Maana jana yenyewe hapo jikoni kalala paka. Kijana, hiyo ni 10,000 sio kama unanipa mimi. Hiyo ni kwa ajili ya sadaka tu. Basi. Maana hivi vitu ukishavitolea sadaka mambo yanaenda. Usinipe mimi, nataka nikatoe sadaka. Si unanielewa kijana? Hayo matatizo uliyokopana ni matatizo makubwa. Na kama hujafanywa maombi, unaweza kukuta unaokota makopo majalalani. Alafu bado kijana mdogo. Sawa mchungaji. Mimi nimekwambia mimi nahitaji maombi yako. Sawa. Lakini ninachokitaka mimi kutoka kwako wewe, unisaidie. Mimi swala la pesa ningekuwa nayo, mimi ningekupa. Mimi sina hiyo pesa mchungaji. Sawa kijana, nitakusaidia. Basi fanye vipi? Nipe hata 3,000 basi. 3,000. Mchungaji. Labda hujanielewa. Mimi ningekuwa nayo, mchungaji mimi ningekupa. Mimi sina hela. Yaani hapa yenyewe unavyoniona ndio naenda huko kukopa maandazi kwa masoma. Mchungaji, samahani niko chini ya miguu yako. Naomba unisaidie mchungaji. Wewe nipige maombi, afu siku tukionana mimi nitakupatia hiyo pesa. Sawa ya. Basi hata mimi. Nikaekea hata vocha, nikaekea hata vocha. Nijua jinsi ya kuwasiliana na waumini kanisani. Huko tu. Nitakusaidia kijana. Mchungaji, umeanzia 10,000, 5,000, 3,000 buku. Mimi ningekuwa nayo, mimi ningekupa. Kwa ajili ya sadaka kijana. Sina mchungaji, naomba unisaidie. Hauna hata buku. Mchungaji, kama unasaidia naomba nisaidie. Kweli haya matatizo mimi nayapitia kweli mchungaji. Una buku kweli kijana? Oh my God. Bwana ningekupa mchungaji kweli kabisa. Mpumbavu wewe. Wewe hapa mjini hata buku inakushinda. Hapa kuna kitu cha bure mjini. Hapa mjini hakuna kitu cha bure. Ukitaka kuombea na mama yako mzazi kwa kijijini mpumbavu. Kumanina. Hata buku inakushinda. Nenda mnakuwa vibaka umfanyie. Kuna matatizo chungu nzima. Mimi bwana nitanishangaa. Mchungaji gani mwenye ndevu kama Osama? Huyu anasema mchungaji ujambazi. Hata kunitapeli mimi ndio hivyo. Kisubitia sote katika Biblia, mchungaji tapeli bwana.